Hata ndio huyu mwenye tulikuwa tunangojea. Habari yako mzee? Mzuri kijana. Sisi ni wanahabari kutoka Barubaru TV. Na tunajua kwamba wewe ni mwandishi wa vitabu. Lakini tuna maswali ambayo yamekuwa changamoto katika nchi yetu. Tunaomba kama utatujibu tutafurahia. Je, tunataka utuambie maoni yako ni yapi? Kwa sababu ulimwengu huu wa siasa, tumekuwa na siasa za amani. Tuambie, hii siasa ya mfurugano na vita, wewe maoni yako ni yapi katika hii nchi yetu? Ni vizuri sana yule kijana ameuliza. Kama mwandishi niko na ushauri ule waweza kusaidia, lakini ile kitu ninaye sana ni mshangao wa kupata viongozi wale wanaweza kusaidia ndio wameharibu. Sababu wakati ni mimi nimeona mtu mkubwa akiwa amepotesha ama anatukanana na hali mwingine, badala ya kuwa na ushauri ameleta mambo mengine ya kupigana na marisasi. Hiyo sasa ndio nimeona nchi yetu imekuwa potofu. Kwa hivyo ile lawama nairudishia serikali, sababu serikali ndio iko na haki ya kuangalia haki ya kila upande, ndio waweze kutulia na waweze kutengeneza nchi. Sababu tunatarajia kuna uchaguzi, na hiyo uchaguzi usiposhugwa utakuwa kuna shida ile italetea watu mgobano mkubwa. Asante sana mzee. Umetueleza kwamba wewe ni mwandishi. Ningependa utushauri kama vijana. Sisi ungependa tuwe wapi katika siasa hii? Tuingilie vita, tusaidie serikali au tusaidie wananchi? Sisi unataka tuwe pande gani? Kama mzee na mwandishi, ni ombi langu la ninyi vijana. Ninyi ndio wategemeo wa nchi. Na wanasiasa watamtumia kuharibu baadaye ya kutuza nchi yenu. Msije mkatumiwa na wanasiasa mkaangalia cha haki. Kama wanampea pesa mnakataa pesa. Mnafaa mkatae kabisa, lakini mfanye kilicho cha haki na mchague yule mtu anafaa sababu ya kesho yenu. Na tulikuona juzi ukiwa na mshauri aliyekuwa naibu wa rais. Na je, unadhani kwamba ushauri huo ulimfikia na utamsaidia? Unajua kama mshauri huwa anatoa ushauri kama mhubiri. Mwenye kushaurika ashauriki. Lakini kama hasiki ushauri, mimi sina lingine ni kutoa ushauri wangu na muachia. Lakini ingelitaka afuate ushauri huo ndio aweze kusaidia wananchi, sio kujisaidia. Sababu ni tegemeo la nchi, na mtu tegemeo la nchi lazima akuwe mtu anajua kile anafanya na anafanya. Tunashukuru sana mzee kwa muda wako, na tunataka tukuhakikishie kwamba huwa tunasoma vitabu vyako. Na tuko tayari, tutakushikilia nawe uzidi kutupatia mashauri. Asante sana kwa muda wako. Asante.